Yesu Kristo, amen. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Sante mchungaji mwenyeji, sante wachungaji, Mungu awabariki sana. Haleluya. Muda ni rafiki kabisa, lakini nianze na kusema kila mmoja aliyefanikisha injili hii kwa namna moja au nyingine, hata wewe uliyesikia tu, Mungu akubariki. Sema amina. Narudia tena kwa kumaanisha, yeyote aliyefanikisha injili hii mahala hapa, hata wewe wakusikia tu, Mungu akubariki. Itika amen. Lakini namba 2 nilieleza, si tunaishi pale manispaa Katavi. Ukifika tunafahamika kwa sehemu, ukisema nipelekeni kwa mwinjilisti Askofu Isaya bodaboda, karibu wote wanatufahamu. EAGT Makanyagio tunawapenda, na kama tulivyoeleza, sisi hatukuja kwa ajili ya mchungaji Riziki, sisi tulikuwa wageni wenu, na asanteni kwa ukarimu. Mungu awabariki kwa hilo. Haleluya. Lakini jana Bwana alinipa neno la kuthibitishia kwamba hakika wokovu upo na kuokoka ni lazima. Bila kuokoka basi jehanamu ni lazima. Fanya upembuzi yakinifu, maana hatima ya maisha yako iko mikononi mwako. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu twende na Matendo ya Mitume ile 20. Baada ya hapo nirudi kukusomea ujumbe wa leo, na muda ni rafiki kabisa, kuna mashaka. Kwaya zote Mungu awabariki. Naomba nisome neno hili muhimu, nasikia msukumo katika moyo wangu. Matendo ya Mitume ile sura ya 20 mstari wa 26, huo mmoja tu. Baada hapo tuingie katika ujumbe wa siku ya leo utakaogawanyika takriban vipengele 3 kwa wakati na kwa uelewa. Mungu awabariki. Ninasema, kwa hiyo na washuhudia wote siku ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awe yote, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Mikutano ilishahubiriwa mahala hapa, mchungaji Riziki yuko mahala hapa. Sina hakika kama kuna mtu akipotea anaweza akasema hamkufanya jitihada za kutosha. Ndio maana Pilato siku ile ya hukumu ya Yesu alichukua maji katika bakuli akanawa, akasema sina hatia kwa damu ya mtu mwenye haki. Nami kwa sehemu nasema wachungaji walishahubiri mahala hapa, mchungaji Riziki nasi kwa muda wa siku hizi 5. Kama kuna mtu atapotea, basi hatuna hatia kwa damu yake. Lakini maombi yangu, kwa kuwa Mungu yupo na Yesu ni Mwokozi, fanya maamuzi, fanya upembuzi yakinifu, ili yamkini, kwa sababu kuokoka hakuhitaji gharama kivile kama unavyodhani, ni rahisi tu, na Mungu awabariki. Amen. Hebu niende kwenye ujumbe wa leo. Kuna waimbaji katika, unajua mara nyingi watu wanapoimba, watu tunajaribu kuangalia mpangilio wa sauti, labda step na nini. Ni bora kuangalia ujumbe ambao waimbaji nao ni watumishi wa Mungu, ambao wanatheolojia tulishafanya utafiti na upembuzi yakinifu. Huduma yao itaendelea hata baada ya Yesu kuja. Mara kadhaa wanasema hatuna hakika tukifika kule kama wainjilisti tuendelea kuhubiri, maana kule hakuna wenye dhambi. Ndio maana tuseme tunahubiri kama hatuna akili sawa sawa, kwa sababu muda wetu parapanda ikilia ndo mwisho. Haleluya. Ndio maana wanasema wainjilisti tebe na nini, tuhubiri mpaka huko vijijini, tupeleke habari njema. Amen. Na hata uchungaji sijui kama utakuwepo, maana atakuwepo Chief Shepherd mwenyewe Yesu Kristo. Lakini waimbaji, huduma hii itaendelea milele na milele. Mungu awabariki sana. Wameimba waimbaji kwaya fulani hapa kwamba kuna usiku mmoja wa kihistoria ulitokea, Mwokozi alipozaliwa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima. Amen. Lakini naomba nikwambie tena, kuna tukio lingine la kuja kwa huyo Yesu ambalo litatetemesha dunia nzima. Nataka nizungumzie hayo kidogo briefly, kwa sababu watu wa sasa sio kama tulipokuwa tunahubiri injili miaka ya 80. Mimi nimepokea wokovu mwaka 1980
nikaanza huduma ya uinjilisti mwaka 1983. Nakumbuka nilihubiri, ulikuwa mwezi wa 3, tukiwa na mchungaji Hassan marehemu Mwanandenje pale Ilembo shule ya msingi, na walimu 3 walikata shauri. Amen. Sasa basi, kuna tukio la ajabu ambalo linakwenda kutokea, litambatana na kitu kinaitwa mwisho wa dunia. Na nikusomee maandiko kwa ushahidi, kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Isaya na aghalabu kwa uchache Injili ya Mathayo. Kama kuna vifungu vingine nitavisoma, vitakuwa vinajaliza ujumbe ili uweze kujua kwamba tunaishi katika siku za mwisho, na lolote laweza kutokea kwa habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili kwa ajili ya kuwachukua wale waliomwamini na kuokoka. Sio swala la kumwamini tu na kuabudu, hapana. Mungu awabariki kwa hilo. Twende na Mwanzo ile sura ya 6. Nasikia furaha, watu wangeleka, watu wazuri, mnampenda Mungu kabisa. Nitaendelea kuwaombea. Biblia inasema Mwanzo 6, kwa haraka twende 5 afu 11 pale, twende Isaya, twende Mathayo, afu tuangalie Roho Mtakatifu anatushuhudizia nini katika jioni ya leo iliyo tulivu kabisa. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5, kwa kukomboa wakati. Biblia inasema Bwana akaona kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana haghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kila kitambacho na ndege wa angani, kwa maana naghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. 11. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, kwa maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Twende Isaya 24. Nashukuru kwa kufuatilia ujumbe huu. Mungu akubariki sana. 24 Isaya, karibu nisome mistari michache pale kuanzia 17 mpaka 20. Biblia inasema, hofu na shimo na mtego vi juu yako, e mwenye kukaa duniani. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila apandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi, na misingi ya dunia inatikisika. 19. Dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Twende Injili ya Mathayo 13, na gharabu kwa uchache, kuna mistari michache taichomoa pale kwenye 25. Roho Mtakatifu yu katikati yetu, uwe na amani kabisa. Na hata baada ya kuondoka kwetu, habari ya wokovu na maombezi ya uponyaji, mchungaji yupo wala hapana shida. Mathayo 13. Asante wa kufuatilia habari hizi njema. 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, mfalme wa mbinguni umefana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magugu? Akawambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wake wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue katika hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwake. Twende ghalani mwangu, amen. Mstari wa 36. Kisha Yesu akawaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu,
lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyo katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakao kwa kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki, yani waliokoka wacha Mungu, watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Twende 47 pale tumalizie. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini, likakusanya samaki wa kila namna. Hata lilipojaa, walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwa kilio na kusaga meno. Alizia 25 hapo mbele, mistari michache kati ya mingi. Kwa tafsiri ya leo ya mwisho, tudonoe mistari michache hapo kwa wepesi wa uelewa, na Roho Mtakatifu akiwa katikati yetu. 31:25 hapo atakapokuja mwana wa Adamu, huyu si mwingine ni Yesu Kristo, katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote takusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abagwavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Mstari wa 34, zingatia. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, yani wacha Mungu wake, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, ulithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa ujumbe wa leo twende 41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, yani watenda dhambi, haijalishi mtu ana dini kisa dhambi, atasema, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. 46 na mwisho, na hao yani watenda dhambi watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Wote tuseme amen. Kwa nini mwisho wa dunia? Labda nianzie hapo. Kati Mungu anaumba sayari yetu hii kwa umaridadi na umakini wa hali ya juu, hakuwa amepanga iwe na mwisho. Hili ulijue. Nilieleza siku ya pili wema wa Mungu. Mungu sio dhalimu kama shetani ambaye watu wanamtumikia leo bila kumjua, lakini siku ile ya mwisho utakapotupwa naye Jehanamu, ndipo utajua. Ndio maana tunahubiri injili ya milele, injili ya upendo katika siku hizi za mwisho. Waweza kututathmini kama unavyoona vema, lakini tu watumishi wa Mungu aliye hai. Sikia haya, Mungu ana utaratibu wake. Huwa hafanyi kama magaidi, aenda kujitoa muhanga kwenye soko ghafla. Hapana, Mungu ni Mungu ambaye very systematic. Ukisoma ile 42:9 Isaya inasema, kabla mambo hayajatokea na wapasheni habari. Ndiyo maana tuko hapa jioni ya leo kwa kupasha habari ya mambo yajayo. Wengi mmesoma hapa, wengine labda maprofesa, wengine mna PhD na vyovyote vile. Nenda uendako, soma kwenye labda na volume ya vitabu na volume ya vitabu. Hakuna mahala pamezungumziwa kwenye mwisho wa dunia. Ndio maana wa viongozi wa kimataifa na hata wa kitaifa wanaweza kupanga hata mambo ya miaka 50 mbele, lakini Biblia ina habari ya nyakati zilizopita, zilizopo na zile zijazo. Ndio maana naomba nianene haya kwako. Hata wakati tumesoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu hakutuumba tuwe walevi wanadamu. Mungu hakutuumba tuwe wazinzi, tuwe wachawi, tuabudu sanamu, tufanye maovu. Hasha! Ndio maana gharika ilikuja,
Mungu alipoona maovu yameongezeka, kabla hajaleta gharika, nisikilize, alimwinua mwinjilisti Nuhu. Tafiti zinaonyesha zaidi ya miaka 120 Nuhu alihubiri habari ya gharika, watu hawakuamini, lakini gharika ilikuja, haikuja. Tunapozungumza habari ya mwisho wa dunia, hakika utakuja, na utakumbuka, laiti ningalijua, ningeliokoka, ningeacha ulevi, ningeacha matendo mabaya. Muda wa wokovu ni huu. Ukitaka, Bwana yupo tayari kusamehe. Maovu ndicho kitu ambacho Mungu anachukia. Wewe mwenye dhambi anakupenda, tena anakupenda upeo. Anachukia dhambi zako kiasi kwamba alimleta Mwokozi Kristo kwa ajili ya dhambi zako. Ndiyo maana nilieleza jana, kukataa wokovu ni kumsulubisha Mwokozi mara ya pili na kumfedhesha kwa dhahiri. Yako makundi kadhaa ya wanadamu kumuhusu Kristo. Kuna wako ambao wanamwamini, hawamwamini kabisa Yesu. Wengine husema Yesu ni miongoni mwa manabii wa Mwenyezi Mungu, lakini naomba nikujulishe jioni ya leo kwamba Yesu Kristo ni zaidi ya nabii, ni Mwokozi, anaokoa. Ukimwamini atakuokoa, na yeye ndiye pekee njia, kweli na uzima. Mtu hataingia mbinguni kupitia njia nyingine isipokuwa Kristo Yesu. Sema amina. Sikia habari hizi njema napokwenda kumalizia mkutano siku hii ya leo, ili uweze kutambua, ili uweze kujua kwamba Mungu anachukia dhambi upeo. Biblia inasema Mungu akahuzunika moyo. Siku Mungu ameumba mwanadamu mkamilifu, alifurahi sana. Kwa hiyo nakujulisha, unapofanya dhambi, moyo wa Mungu unasikitika, moyo wa Mungu unajuta. Ndio maana hata Yesu alimwambia Sauli kabla hajawa Paulo, akasema, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Huwezi kupiga teke mshiko ukabaki salama. Siku zote nimekuwa nikihubiri maeneo mbalimbali, na hapa mwenye masikio ya kusikia asikie. Dhambi haitakuacha salama mwanadamu. Narudia tena, dhambi haitakuacha salama. Na nanena maneno haya, hata shetani mtenda dhambi wa kwanza. Wewe sio mlevi wa kwanza, wewe sio mchawi wa kwanza. Mtenda dhambi wa kwanza kati ya viumbe wa Mwenyezi Mungu walioko mbinguni na duniani ni shetani. Ndiyo maana Biblia inasema 28:15, tunakubaliana pamoja na tafsiri zingine, andiko hilo linamhusu shetani, kwamba ulikuwa mkamilifu tangu ulipoumbwa hadi uovu ulipoonekana ndani yako. Kama dhambi haikumwacha salama shetani, itakuacheje salama mwanadamu? Gharika ikashuka kwa ajili ya dhambi. Hebu twende kitabu cha Isaya taratibu. Nimekwambia muda ni rafiki kabisa, na ninakuacha kwa wakati. Sikia habari hizi. Biblia inasema dunia inakwenda kuanguka. Shida dhambi, unapona mtu amelemewe na mzigo mpaka hana namna, ndivyo ilivyofika dunia iliyopo. Ndio maana tumesoma, nasema dunia inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake umeilemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Nini kitatokea? Niende hapo sasa kujulisha. Ndugu zangu, tumesoma Injili ya Mathayo, inaeleza jambo la ajabu sana, habari ya mwisho, kwamba kuna mtu alikuwa na shamba akapanda mbegu njema tu, lakini watu walipolala, kuishi dhambini ni kulala kama sio kifo, ndipo shetani akaja akapanda maovu duniani. Sikiliza, lakini nini kitokee? Yang'olewe haya. Mungu akasema dunia imeshanajisika tayari, ninaandaa mbingu mpya na nchi mpya. Hii ninaiandalia moto, na kitakachotokea ni nini? Parapanda italia. Maana Kristo Yesu baada ya huduma ya miaka 3.5 jumlisha miaka 30 aliyoishi duniani, aliteswa. Siku ya Ijumaa akahukumiwa, akafa na akazikwa. Lakini siku ya tatu Kristo Yesu akafufuka, ameshinda kifo na mauti. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Ndio maana tuna sababu sisi
Tuna sababu sisi ya kumtukuza Mungu, tuna sababu sisi ya kumwadhimisha Mungu. Siku moja nilieleza mahala fulani, mwingine akawa anazungumzia habari ya siku, nikasema jambo la ajabu sana. Mzee Linus tafadhali, naona nikazungumza jambo la ajabu sana. Kuna watu wanazungumzia habari ya siku, nikasema sisi tuliokoka, Jumatatu tutakuta kanisani, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, lakini zungumzie jambo hili ili niende kwenye point ambayo nataka nikuzungumzie. Habari hizi njema zikujilie ili uweze kujua, ili uweze kutambua. Siku ya Ijumaa ndio maana mara nyingi madhehebu ya Kipentekoste tumesema twende kwenye maombi, tufunge na kuomba, maana ndio siku Kristo Yesu alikwenda msalabani kwa ajili ya ulimwengu mzima. Siku ya Jumamosi mifumo haisomani, hatujui nini kitatokea, huyu Mwokozi au ndo imekula kwetu au vipi? Lakini ile Jumapili alfajiri Kristo Yesu akafufuka, ameshinda kifo na mauti. Makofi na vigelegele, leta mazoeo kwa madhabahuni, magari mnayonaga siku zote. Haleluya! Ndio maana tunakutana sisi kuadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Maana hata kama angekuja akateswa, akafa, akazikwa, asingefufuka, hakuna ambaye angeokoka. Haleluya! Sasa niende kwenye topiki. Kristo Yesu baada ya kufufuka kwake alichukua kama siku 39 hivi. Kuna mambo alikuwa anayaweka sawa, sema sawa. Lakini siku ya 40 akaenda mlima mmoja pale Uyahudi, akazungumza jambo muhimu sana ambalo hata leo tunalitimiza hapa. Akasema, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu tangu Yerusalemu, Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ile mwisho wa nchi hata jina la kijiji hiki na lenyewe limo. Baada ya hapo Yesu akanyanyuka kwenda juu, wingu likampokea, wanafunzi wanashangaa na mataifa. Kitu cha ajabu ni hiki, nisikilize. Wale malaika wakasema, enyi watu, mbona mnashangaa? Namna mlivyomwona Yesu akienda, atakuja vivyo hivyo mlivyomwona. Nataka nipazungumzie hapo. Atakapokuja hata kanyaga ardhi hii kwenye mvutano wa anga na dunia, atatokea na parapanda na mwaliko wa malaika. Ndipo wale waliokufa katika Kristo wakiwa wacha Mungu watafufuliwa, na wale tuliokoka, tuliomwamini Yesu na kuacha dhambi, tutanyakuliwa kwenda kumlaki mawinguni. Hilo ndilo tukio ambalo hivi punde laweza kutokea. Maana 24 Mathayo wanafunzi walimdadisi sana Yesu kwamba hebu tunaomba utuambie nini kitatokea, dalili. Yesu akaelezea, na naomba nikujulishe ishara na dalili zote ambazo Yesu alizisema kwamba mkiziona hizo tambueni na karibia. Karibu asilimia zote, kama sio 99.99 zilishatimia. Sasa atakapokuja huko mbele, kati ya mambo yatakayotokea ndiyo haya: malaika watawatenga waovu mbali na wenye haki mbali. Sikia habari hizi. Kipengele cha mwisho na malizia na maandiko yanayoelezea sifa za kuingia jehanamu na sifa za kuingia mbinguni, alafu wewe mwenyewe uamue. Sikia, anasema kama vile magugu yanavyokusanywa na ngano pembeni, ndivyo itakavyotokea katika mwisho wa dunia. Utakuwa wapi ndugu yangu? Jioni ya leo, maisha yako ni ya thamani sana. Jiponye nafsi yako, vinginevyo utaangamia. Lakini tumeangalia pia habari ya Juya na Shukuru kuni baharini, ziwani. Mnafahamu tulikuwa tunazungumzia Dodoma au wapi, ni ngumu kidogo. Akazungumzia uvuvi wa Juya, akasema wale wavuvi wa Juya wanatupa, wakivuta hawasukui kila kitu, wanachambua. Sikia habari hizi njema.
Kile wanachokihitaji chema ndicho wanaondoka nacho, lakini vile vikorokoro vyote wanatupa. Ndivyo itakavyotokea katika mwisho wa dunia. Utakuwa wapi mtu angeleka nao nyote ambao jioni ya leo Bwana ametupa neema ya kuwahubiria injili ya upendo wa Mungu. Jana juzi niliwaambia, kwa nini tusiwe Kisesa? Kwa nini tusiwe Busweru? Kwa nini tusiwe wapi? Tuwe hapa. Bado ujui ni upendo wa Mungu wa kuvuta upate kutubu na kuacha njia zako mbaya? Jioni ya leo naomba ulijue. Tumesoma, tumechukua baadhi ya mistari. Ile sura kitheolojia huwa ina tafsiri yake, lakini kwa ujumbe wa leo inaunga mkono jambo hili kwamba iko hukumu, ili ulijue. Na hukumu ya Mungu ni ya haki. Wanadamu munisikie, narudia tena, hukumu ya Mungu haina upendeleo. Hapa wachungaji, kuna gereza gani? Butimba. Tuchukulie Butimba. Niseme kweli, nishafanya research mle Butimba, gereza la Butimba, kuna watu hawastahili kuwa mle, lakini wako mle. Naomba ujue hilo. Na kuna watu wako mle wanastahili kuwa mle. Hii dunia ni ajabu sana. Lakini nije huku uraiani, kuna watu tuko uraiani tunapaswa kuwa uraiani, na kuna watu tuko uraiani tunapaswa kuwa magereza. Duniani haki ipo kama haipo, lakini siku ile ya mwisho na wajulisha. Ukisoma Ufunuo 22 inafariji, sema tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Na 6:23 Rumi imemaliza, mshahara wa dhambi ni jehanamu. Lakini ukimpokea Yesu utakuwa salama. Hukumu ipo na ameeleza vizuri. Nyie huku ni wafugaji, akatoa mfano wa kondoo na mbuzi. Sio siri ndugu zanguni, kondoo anafugika. Kondoo hana kesi. Nikwambie, we mwenyewe unafahamu. Kondoo anataka wewe utangulia kufuate. Sifa za kondoo Yesu amezifananisha na mtu aliyesikia injili akatubu, anamcha Mungu. Biblia inasema kundi hilo kwa tabasamu la ajabu Mungu, narudia tena, Mungu, siku hiyo ninaingoja. Baada ya tabu na masumbufu ya dunia, tumehubiri injili. Leo tuko mahala hapa kwa shida. Tulianza kwa miguu, kwa mabaskeli, tunaenda huko na huko na nini. Siku hiyo naingoja, naingoja kwa shauku. Biblia inasema atageuka, atasema maneno haya, njoni kwangu mliobarikiwa, ulithini ufalme uliowekewa na Baba wa mbinguni kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Baada ya hapo, pale mwisho tumesoma, na hao watakwenda kuingia katika uzima wa milele. Na ingoja siku hiyo. Lakini tumeangalia mstari mojawapo pale unasikitisha. Bado moja, atakunja uso Mungu kugeuka upande wa kundi ambalo amelifananisha na mbuzi. Sio matusi, hapana, ni mfano halisi. Sikia haya, siku ya Alhamisi nilihubiri habari ya kumwabudu, kumtumikia na kumtegemea Mungu peke yake. Nikasema kuna viumbe ni injili tosha. Popo ukisema ni ndege, mbona anazaa? Ukisema ni mnyama, mbona analuka? Na wako watu wana imani kama hiyo. Ukisema umjui Mungu, mbona unaswali, mbona unasali, lakini dhambi bado unaendelea? Je, hujafanana na huyo mnyama kama injili tosha? Tukasema angalia zile nyoka za masika, dumila kuwili, hazieleweki. Waonaje hapo? Mbuzi ndugu, kweli tunapenda kumla supu asubuhi kwa mama ntilie na maeneo mengine, lakini Mungu alimuumba kwa makusudi, kwa ishara ya watenda dhambi. Hachagui, haelewi.
Yaani kitendo cha kufungua zizi alishakutangulia mchungaji, na hakuna watu wenye shida na wapongeza ni ajira kama wanaochunga mbuzi. Na unapojiandae na faini, amewafananisha hivyo. Tunakueleza haya ili ujue unapofanya dhambi Mungu anakutazamaje, na waweza ugeuka wa kondoo leo kabisa. Nakwambia kabisa, nakuthibitishia. Juzi nilisema hata sisi hatukuzaliwa tumeokoka, tulifanya maovu kuliko wewe. Yeye aliyetusamehe, aliyetuokoa aweza kusamehe, aweza kuokoa. Kama dini tulikuwa nazo hazikutusaidia, tulisikia Injili tukaikubali Injili, leo tunakushirikisha habari hizi njema ili siku ya mwisho sikasema mulijikalia tu, hamkutuambia kwa gharama zozote. Ndugu zangu, jioni hii ni jioni ya kutambua kilicho mbele yako. Kama ni kondoo, uzima milele unakungoja. Na kondoo halewi, kondoo hazini, kondoo haendi kwa mganga wa kienyeji, kondoo hatoi ndagu, kondoo anamtegemea Mungu, hana mambo mengi. Lakini mbuzi mwenyewe unamjua, jioni ya leo anaeleza atawageukia. Siku hiyo nielezeje? Ni siku ya kilio na kujuta. Dhambi unazozifurahia leo, siku ile utalia kwamba kwa nini nililewa, kwa nini niliubiliwa. Mchungaji ameleta mikutano hapa, huwa tunawasiliana naye, bado akasema mzee uje. Nikamwambia nina shughuli nyingi. Baadaye nikaona uhitaji mkuu, nikasema nakuja. Utasema nini siku ya mwisho? Sikiliza habari hizi njema ujue, Biblia inasema atageuka. Huwa tunasema kuna wakati fulani tulihusika sana na utii wa sheria bila shuruti, na mimi nilikuwa mdau pia wakati huo wa IGP Saidi Mwema. Nasema ukiona polisi anahoji yuko amesema hivi, baadaye ukiona amerudisha kepu hivi alafu anakuijia akisema kaa chini kwa usalama wako, siku hiyo hasira ya Mungu itafunuliwa. Tasema ondokeni kwangu mliolaniwa. Kufanya dhambi ni laana. Na kueleza mwingine anadhani maisha magumu ndiyo laana. Okoka tu ndugu. Biblia inasema mali chache na kumcha Mungu kwa faa kuliko utajiri usio yakini. Sikia habari hizi njema. Atasema ondokeni mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa Ibilisi na malaika zake. Jehanamu. Mungu sio dhalimu, haijaandaliwa kwa ajili yetu wanadamu. Alitumba kwa heshima ya ajabu, kwa sura na kwa mfano wake. Utakwenda jehanamu kwa ajili ya kujiputiputi dhambi zisizokuhusu. Dhambi ni za Shetani. Nimekwambia kiumbe wa kwanza, na nahubiri hapa na anajua na nafahamu nipo. Unaweza kukuta mashehe wenzangu, maustazi, wachungaji, maaskofu hawamtaji Shetani. Sisi watu tunamtaja hadharani kwamba hafai, anakutakia mabaya. Anaweza akawa ni kama mambo ya ndagu, anataka utajirike, mwisho wako unakuja. Utajiri wa kigiza ni utajiri feki, na Yesu anasema itakusaidia nini ukipata hayo yote alafu katupa jehanamu? Anasema atasema ondokeni, na wewe utakuwa mmoja wao kama hautaacha dhambi. Habari ndiyo hiyo, message sent to you. Hatuna hatia kwa damu yako. Kipengele cha mwisho nizungumzie sifa za kwenda mbinguni, simple tu, na sifa za kwenda jehanamu. Alafu nimalizie kwa dakika chache, nani
watarithi mbingu mpya na nchi mpya, na nani watakuwa jehanamu. Baada ya hapo tuagane kwa upendo. Na watu wa kale walikuwa waoga, waliokuwa wanatumwa, wakasema jamani, mjumbe hauawi. Tumetumwa, ni swala wewe kuamua. Wenzio tulishaamua na maisha yanaendelea. Shida iko wapi? Na juzi nilisema ingekuwa mtu akiokoka anachizika, hata ni nywele maudenda, dishi na yumba, watu Yesu katika Mithali nasema ni stadi wa kazi, anatengeneza maisha yako. Mungesema hapana. Ndio maana kushangaa unayokataa wokovu kwa lipi? Nikuulize jioni leo, Mwafrika mwenzangu. Ndio maana mimi wanasema wacha waje wazungu, watahubiri pale Sahara na maeneo mengine, okay, lakini huku hawaji. Injili imekufuata mpaka huku. Sisi Waafrika wenzenu tunawafuata mpaka milimani huko, ili uweze kujua, ujue upendo wa Mungu, uweze kutambua, ili ujue nini kitakachotokea, kitakachokupata, alafu uamue. Mimi nimepokea wokovu mwaka 1980, nimekwambia, bado kijana. Leo nakwenda miaka 67 68 sasa. Ni Bwana tu ananiponya kwa ajili ya injili yake, ili na wewe usikie habari hizi njema. Miaka ile nikwambie, kwa kweli Mungu anisamehe, yeye ni mzee wangu wakati tunaongea. Kipindi kile wokovu ulikuwa unatia kinyaa. Anisamehe, kuna jambo nataka nizungumze. Maana waliokoka wenyewe si wachungaji, si washirika, walikuwa hawaeleweki. Ukimkuta mchungaji anamkweche, ndio kama siyo na Prado. Kusalia mashuleni, uokovu wa namna gani huu? Lakini bado tuliokoka. Leo ushinde kuokoka, lipi la kuzuia? Watu pale Mpanda kwetu tuna kanisa la mchungaji Kabarika, tunajenga gorofa la bilioni 1 Mchungaji Riziki tayari ameshajenga pale, alafu nyie okokeni. Juzi kanisa moja tumeenda kupanda, tumeweka mahema, tunahubiri, wanasema hatuji, jengeni kwanza, tunaogopa michango ya ujenzi. Je, Yesu akija hatujamaliza kujenga? Nachoelezea hapa, pointi ya mwisho, yani hakuna la kuzuia wewe usiokoke. Mazingira yanalipa mpaka chenchi na baki. Leo maprofesa, watu wana ma-PhD yao, watu wana maisha yao, bado uone kichefuchefu wokovu. Enyi wanadamu, saa ya wokovu ni sasa. Nikusomee maandiko haya, sifa za kwenda mbinguni, alafu nimalizie jehanamu, alafu tuachane kwa upendo. Walau kitabu kimoja tu cha Ibrania, ile sura ya ngapi wa Injili si mnafahamu? Inasema hivi, Ibrania sura ya 12 mstari mmoja tu, au labda mpaka pale chini tuangalie 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana, mtu asipungukiwe neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati unajisi kwa hilo. Asiwepo masharati wala asiye mcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kurithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi. Ni rahisi tu, narudia, ni rahisi. Na neno utakatifu shetani hataki kulisikia duniani, ili watu waone haiwezekani. Nakwambia inawezekana, nakwambia inawezekana. Katika mambo ya terminology ni hivi, kama kuna fake manake original ipo, ndio maana fake ipo. Kwa hiyo kama kuna dhambi manake utakatifu upo. Na Mungu kwa ujasiri mkubwa 19:2 Walawi nasema, Musa, waambie wana wa Israeli, mutakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Ninang'oa ndani yako kutuamini utakatifu, ninapanda kuamini utakatifu. Bila hivyo humuoni Mungu.
kamwe. Ushindi dhidi ya dhambi wanadamu inawezekana. Mungu anamwambia Kaini 4:7 Mwanzo, kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini ghadhabu? Ukitenda vyema hutapata kibali, ukiokoka hutapata kibali, lakini vinginevyo dhambi ipo, inakuotea, inakutamani, lakini yapasa ushinde. Ushindi dhidi ya dhambi inawezekana. Na huwa anasema ukiweza kufanya dhambi, mimi nakwambia wokovu ni mzigo mwepesi. Nakwambia na kuthibitishia, tumefanya evaluation, tuna hakika na tunachokizungumza. Ndio maana hukumu ya Mungu iko pale pale. Ngoja nikupe mfano. Grasi, sikia, grasi ya maziwa fresh iko hapa na kuwekea hapa, alafu grasi ya juice ya pilipili kishani kuwekea hapa. Niangalie, alafu ufike uchukue grasi ya pilipili iliyojaa juisi ya pilipili kichaa, ukakamue alafu useme siwezi kunywa maziwa fresh. Una matatizo. Biblia inasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za watu. Ndio maana injili ni hekima, ni elimu, inafumbua mafumbo yaliyositirika. Ndio maana shetani anataka ibada za dini tu, kuabudu, kusali, kuswali, lakini injili ndio inaofunua, ndio uzima wenu wanadamu. 1:16 Rumi inasema injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa wanadamu. Haleluya, haleluya. Mfano mwingine nimalizie pointi hii. Najua shetani ana adabu, anakutakia mabaya. 10:10 Yohana inasema mwivi haji ila achinje na kuharibu. Shetani yupo kama mvuvi, ndoano ile anaificha kwa chambo. Kwa hiyo Mheshimiwa Kambale haoni ndoano, anaona chambo. Ndivyo dhambi ilivyo. Tumekuja kufungua ufahamu wako. Mfano wa mwisho, ili ujue sisi tu mashahidi. Nichukue, wote mmesoma hapa, hata kama hujasoma umesomesha. Huwa kuna hafla, mnaita nini sijui, siku ya kupongeza watoto wenu. Unaandaa kijizawadi kizuri, unakipamba vizuri, lakini kupe mfano wa mwisho, kama kuangamia uangamie salama. Nichukue godoro kubwa, mpaka leo kuna kufuru. Ukiona hivi, hili ni godoro au kufuru hii? Nilifunge shuka yenye maua mazuri, nilipambe, afu nikuweke hapa, afu nichukue na debe niweke kokoto, nikuweke hapa, afu niseme njoo, wewe mwenyewe njoo, kati ya mizigo hii chagua mmoja nipelekee Usagara. Tuseme tule kweli. Leo ni injili ya mazungumzo, ili wa kuokoka okoke, asiyeokoka asije katulaumu. Mimi nadhani kwa akili ya kibinadamu utaangalia hivi, utaliona godoro kubwa, hamna. Utaangalia kale kadebe kakokoto nimekapamba vizuri, utadhani ndo kepesi. Hii ni habari njema, ikufungue leo. Haleluya. Sikia, ndivyo shetani anayofanya. Inaonekana kuokoka ni mtihani usiofaulika. Ulishafeli kabla hujaingia kwenye darasa. Pressure mpaka unapanda. Hakuna kuokoka. Kwa hiyo sasa kuna kuangamia. Yesu alikuja kufanya nini kama hakuna kuokoka? Sikia habari hizi njema. Nilisema ukataa kuokoka huna tofauti na Yuda. Wewe na kukataa kuokoka huna tofauti na Wayahudi waliomkataa Yesu wakamtaka Baraba. Baraba ni dhambi. Habari njema zikufikie, ujue, piga hesabu sawasawa. Ndugu mpendwa, 4 mara 4 kujumulisha 16 kutoa 32. Usichanganyikiwe hapo.
inabaki ni zero ile ile. Lakini ukimpokea Yesu, mara kadhaa wanasema iwe dini, iwe elimu yako, iwe fedha, iwe ulembo wako, wewe misi, wewe handsome, wewe nini, ni zero. Ukiweka zero inakuwa zero, pamoja na dini yako. Ukiweka zero inakuwa zero. Lakini ukiweka moja, ukiongeza zero inakuwa ngapi? Ukiongeza zero inakuwa ngapi? Ukiongeza zero inakuwa ngapi? Ukiongeza ni utajiri usiohesabika. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo wokovu inawezekana, utakatifu inawezekana. 1:10 Mithali nasema, mwanangu, wenye dhambi wakushawishi wewe usikubali. Na Yesu anasema 4:15 Yohana, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, na mimi nakuapisha kwa jina la Yesu, kama unataka kupona jehanamu na kuingia mbinguni, usilewe tena, usizini tena, acha mantunguri hayo, hayatakusaidia. Haleluya! Inawezekana kwa mtakatifu. Ni mtihani ambao Mungu ameuvujisha mwenyewe. NECTA huwa wanasema atakayevujisha mtihani atatutambua. Lakini mzee wa siku, kwa sababu hataki mtu apotee, amevujisha mtihani, alafu anakuambia kopi na majibu haya na mtihani, wewe hamishia hapa, alafu ushindwe. Utashangaza. Haleluya, haleluya. Sifa za kwenda jehanamu 40 Galatia kidogo tu, alafu tuagane kwa ushindi, maana Yesu anakuja siku ya mwisho. Siku asema hapana. Naona Biblia inasema Galatia 5, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo naambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao mambo jinsi hiyo hawataurithi ufalme. Yaani wewe kama unafanya haya, si kuhukumu. Hili ni neno la Mungu nimeshika. Kweli mimi ni mwasembli si AGT, lakini sijakamata katiba ya AGT hapa. Nimekamata neno la Mungu. Ninaomba ukifanya hayo, futa wazo kumwona Mungu. Siku moja nimeeleza napomalizia, nikasema, ndugu zangu, mbingu tunaanza kuziishi hapa hapa duniani kabisa. Nakwambia kwa nini. Nifupisha hapo. Kwa mfano, mimi silewi, na nilishasema halewi mtu hapa. Nasema halewi mtu, wacha pombe ya kununua taya bure, hanyi mtu hapa. Sasa mimi nafika mbinguni, kwa mfano, jamani, nitaanza kuuliza kuna baa huku? Eti sasa wewe ndugu yangu mpendwa mlevi, uende kule uanze kuuliza baa iko wapi? Tutakuacha salama? Kule mbinguni hizi lami, wabunge na madiwani lami, serikali lami zile nyeusi, kule dhahabu ndio zinamiminwa barabarani. Sasa wewe fisadi, wewe mwizi, uende kule kweli, utaziacha salama dhahabu zetu? Sisi tulishajiokokea. Tukifika kule, malaika ni malaika kweli. Ndio maana hata leo hapa kijana mmoja akasema, mchungaji, dunia hii mtuombeage tu, yaani si wa mshangazi wazuri, si mabinti, si wa mama, mara waweke nywele hivi, mara vimini. Sasa tunafanyaje sasa? Wewe ukimpokea Yesu anakupa speed governor. Sikiliza, wacha vimini, hata mtu atembee uchi hazini mtu hapa. Unajua wake za wafalme zamani walikuwa mamisi. Mke wa yule Potifa ilikuwa akikuangalia ni kama anakuita. Lakini Yusufu akasema, mimi mwana sije hazini mtu hapa. Ndio maana tuna raha zote. Tukienda kule mbinguni hakuna shida. Hatutauliza baa iko wapi, sisi walevi.
Malaika wanapita, sio tunawaambia shemeji, malaika naomba namba za simu, namba za simu za kupeleka. Sio wachawi kule, hakuna usiku. Tuanze jamani, usiku hauingili, tuanze shughuli za uchawi. Ndiyo maana tunasema okoka ili uwe na sifa za kwenda mbinguni. Lakini ukifanya haya, jehanamu naenda. Mwisho Ufunuo 20. Baada hapo ni kuombee. Mchungaji yupo, hakuna shaka ataendelea kuombea. Naomba nisome Ufunuo sura ya 20 pale, alafu tumalize. Tuna furaha ya ajabu tukiamini Mungu anaweza. 20 Ufunuo inasema 10, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. 14 mauti na kuzimu zikatupa katika ile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Mstari wa 15 unawakilisha wenye dhambi wote, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupa katika lile ziwa la moto. Nimalizie hapo. Jehanamu, nasema shetani, narudia tena, japo wanawatahadharisha wainjilisti wenzangu na wachungaji, huna nguvu ya Mungu, usimtaji taji, maana huwa hapendi dharau. Shetani anataka uwe na haki ya kumwamuru. Ndio maana wale pepo wakasema, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, ninyi ni akina nani? Mimi hapa najua na nafahamu, namtaja na ni haki yake ni mtaji. Kuna saa ingine wanamwivi shetani, ulianzaanzeje kuasi? Angalia leo sasa uliotuletanisa, lakini sasa na wewe jehanamu naenda. Siku nyingine kanasema shetani, ungekuwa na akili kweli, uliumbwa na Mungu, nakubaliana. Jitihada zako zote bado unaishaje damu? Si ungeshainua mikono ukaacha injili ihubiriwe, watu waokolewe? Kwa nini? Shetani alishafutiwa msamaha. Kwa nini? Wakati anaasi hakuwepo shetani mwingine aliyemshawishi atende dhambi, alitenda yeye kama yeye. Lakini wewe unadanganywa. Ndio maana injili inakuja kukufumbua macho. Kwa hiyo shetani atakuwa pale katikati ya ziwa la moto. Namalizia, watafuata malaika wale walioasi naye, roho chafu za kuzimu kwa makundi ambayo tuna muda wa kuyaeleza. Baada ya hapo, taarifa ni hii. Huwa wanatheolojia tunatofautiana. Kuna baadhi wanasema watafuata wachawi kwenye ile raundi inayofuata. Chawi jiandae, baada ya shetani, malaika na zile unafuata wewe. Baada ya hapo wanafuata viongozi wa dini, wachungaji, maustazi, mapadre, makatekista, wainjilisti wenzangu. Kuwa kiongozi wa dini hujapona jehanamu kama hujaacha dhambi. Ndio maana mimi mazima na kueleza. Mtu mmoja kaniambia, mchungaji, usina ubirivu utakosa washirika. Na kuambia nitapiga A to Z, wakuja aje, asiyetaka ondoke, tusilaumiane siku ya mwisho. Haleluya. Ndio utafuata walevi. Baada ya walevi watenda dhambi, mwingine ugoro tu, mwingine uzinzi tu, nini, utaenda jehanamu bure. Mbingu mpya na nchi mpya. Atatawala Mungu na nafsi zake tatu, Kristo na Roho Mtakatifu. Tutawaona waliotutangulia. Biblia inasema, nilisoma hili kwa ushahidi, inasema hivi katika Ufunuo 21 kama sio 22, inasema mstari ule wa 5, wala hapata kuwa na usiku tena, wala hawana haja taa wala ya nuru na jua, kwa kuwa Bwana Mungu nisome hapo, atawatia nguvu, nao watatawala hata milele na milele. Haleluya. Hebu nirudie. Anasema nao watamuona uso wake, wale wacha Mungu,
na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, wala hapata kuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru wala ya jua, wala kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, na watatawala hata milele na milele. Hakuna magonjwa, hakuna Ebola, yani lile Mungu alivyokuwa amekusudia duniani tuishi kabla ya shetani kuchafua hali ya hewa, ndio atakayoirudisha. Petro inasema mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Unaamua nini? Mbele yako kuna jehanamu na mbingu, mwamuzi ni wewe. 28:13 ndiyo dawa, inasema aziungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema, bali yeye azifichaye hatafanikiwa. Isaya 1:18 anasema hata kama umefanya, kuna watu wamefanya dhambi katikati yetu nyinyi, mwingine utaangamia tu. Kuna watu labda wangestahili kwenda jehanamu kwa maovu walioyafanya, lakini bado Bwana anaweza kukusamehe. Mimi nimefanya injili hii kwa takribani mwaka huu 48. Ndugu, kuna watu wamefanya dhambi. Pale akasema, mchungaji, siwezi kukuambia nilishawahi kukifanya. Mimi nina dini yangu, lakini nikikumbukaga mpaka nalia. Nikambembeleza kuniambia, lakini Roho Mtakatifu akaniambia alichokuwa amekifanya ni aibu hata kunena. Lakini damu ya Yesu inenayo mema kuliko ya Habili itakusafisha, utafaa kuingia katika uzima wa milele. Simama kwa miguu yako. Usiku moja Yesu udi, siku moja Yesu atarudi, siku moja Yesu naomba unasogea napomalizia maombi ya pamoja. Njoo sogea, tunene kufanya maombi ya pamoja kule. Naomba muje ndugu zangu, njoo tu tuombeane, tuagane. Watu Angereka, Mungu awabariki na vitongoji vyake. Njoo ni waombe baraka. Siku moja Yesu atarudi. Je, atakukuta wewe ni kondoo au atakukuta wewe ni mbuzi? Jioni ya leo amua. Volume ya keyboard chuka kidogo. Amen, tuendelee lakini shwe kidogo. Naomba uje tuombe sasa. Uje tuombe. Biblia inasema na kuweka mbele yako jehanamu na mbingu. Unachagua nini mwanadamu? Unachagua nini? Kama dini tulikuwa nazo hazikutusaidia, aliyekufia msalabani ni Mwokozi, ndiye niliyemnena kwako kwa siku hizi 5. Niende kuomba sasa. Baada hapo ni kuombee. Mwenyezi Mungu, nakushukuru. Mchungaji Riziki paka machozi kutaka tuje, tukasema hapana, tuna mikutano mingi huku kwetu. Baba, tumekuja ili kwa kusudi kwa ajili ya wokovu wa mtu huyo. Nami shetani ibilisi kaisa na majeshi yako na kutangazia, kama Mungu hayupo nisikie shetani. Kama Yesu hakushinda kifo na mauti, kama Roho Mtakatifu hayupo, utawatesa watu hawa. Nikiwa nimejaa nguvu za Roho Mtakatifu, shetani unajifanya kusahau. Kule Misri Farao hakutaka Israeli waondoke, lakini kwa mkono wa Mungu ulio hodari Israeli waliondoka kibabe. Nami nawatamkia wanadamu, naitamkia sari ya dunia katika mabara kote ulimwenguni, shetani kazi, silaha na majeshi yako, kwa jina la Yesu. Utake usitake, watu kuokoka lazima, watu kuacha dhambi lazima, watu kumpokea Yesu lazima, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto, 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 kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto. Shetani huji ila uibe na kuchinja na kuharibu. Kristo Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi zako. Na wewe shetani hupendi mtu yote afikirie toba, bali wote wapotee.
Wewe Mungu hupendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Kwa mamlaka ulionipa na watumishi wa Mungu, kwamba tukifunga inafungika, tukifungua inafungulika. Umetupa kubomoa na kuharibu na kupanda, ili kupanda na kujenga upya kwa jina la Yesu. Makusudi yako Shetani ya watu kutokuokoka tunayabatilisha. Tunapanda kuokoka na si kutokuokoka. Wasioamini kuokoka tunang'oa, tunabomoa, tunaharibu, tunafunga, tunafungulia kuokoka ndani ya watu hao wote kwa jina la Yesu Kristo. Tunasimamisha kusudi la Mungu la wokovu kwa wote wenye mwili, kama ulivyosema Bwana 52:10 ya kwamba Isaya, na nchi zote za dunia zitaona wokovu wako Bwana. Lakini 3:6 Luka, Mungu amesema na wote wenye mwili watauona wokovu wako kwa jina la Yesu Kristo. Nafunga utendaji kazi wa Shetani wa kutokuamini kuokoka na kutokuamini utakatifu, sifa pekee za kuingia mbinguni. Ninafungulia wokovu kwa watu hawa, nafungulia utakatifu wa dhati. Inawezekana. Sisi hatulewi, hatuzini, hatuendi kwa waganga wa kienyeji, hatulogi wala hatulogwi. Baba, tu mashahidi wa watu hawa. Baba, naomba sasa wale ambao hawajaokoka uwaokoe kwa injili hii, na wale ambao walikuwa wameokoka wakarudi nyuma kwa injili hii wajue hukumu inakuja na mbele yao kuna Jehanamu. Na wale waliokoka Bwana uwape kusonga mbele. Siku ya unyakuo tutaonana kwa ushindi tukikulaki. Oh Mwokozi, injili ni uweza wako Mungu. Baba, umesema katika Zaburi ya 107:20 kwamba wewe unalituma neno lako na ile neno linaokoa. Neno hili lisikurudie bure, li hai, lina nguvu. Vunja, teketeza shetani na kaza. Tunafungulia uzima na wokovu juu ya watu hawa katika jina la Yesu. Kabla sijashuka madhabahu sasa, wewe unayesema mjinsi Isaya, ninaomba leo niwe kondoo nisiwe mbuzi, ili nisije nikakataliwa na Bwana. Maana dhambi ni ishara mbaya kwako, lakini wokovu ni ishara ya kuwa kondoo. Nimalizie hapo leo, japo mchungaji yupo, utaendelea kwenda kumuona wakati wako, lakini ningetamani, na hata mbingu zinasema kuna furaha mbinguni, malaika wanashangilia kwa ajili ya mlevi mmoja, shawi mmoja, tenda dhambi, anayesema kuanzia leo, Shetani toka, dhambi toka, ulevi toka, uchawi toka. Mbingu zinashangilia. Kama upo uzinue mbingu kwa ajili ya hilo. Naomba inua mkono wako nikuombee, ambaye ukuwahi kuokoka, ambaye ukuwahi kuwazia kuokoka.